Na ile sisi hatukukuta katika maisha yetu kwa sababu uko watu ambao wanakuwa na roho mbaya kama vile Farao. Moyo wako unatia majibu. Hata unasema nini, hata unakwambia kitu gani, mtu yuko mbaya kwa sababu ya mwenyewe. Kwa sababu gani mbaya utaendelea na sifa yake yote. Uongoke basi kadogo. Tugeuke basi kadogo. Katika yale yote utaishia wapi? Katika yale yote utaenda wapi? Na ndio maana kumbe Mungu ambaye aliyependa kumkamata baba yetu Ndike kwa siku ya leo, hakika amjalie tena neema ya kuweza kupumzika. Na sisi wengine ni lazima sana kuweka pia tena kumwomba Mungu atusaidie na sisi katika maisha yetu tuweze kufikia kama haki, tuweze kufikia mwisho kama huu, tuwe tayari labda kupokea hata sakramenti wakati wetu wa mwisho. Ni lazima sana tunaposikia labda kuwa kufikia ndani ya laki, tunaposikia wengine wanafanya magari, ni lazima sana kuomba kitu kama na hii ya kuweza kujitayarisha na kutayarishwa pia ili tuweze kupokea, kwa sababu pia unaweza kuwa nako katika watu lakini wanaokuzunguka kuna mzigo na kundi ya kwenda kumwita hata baadhi ya kuendesha kanisa. Hivyo na kuangalia kama haya. Pia ni kwamba tena ile unapokuwa pale watu wengine wakijali bila kupata pia neema ile. Ni lazima sana. Na ndio maana kwetu kumbi baba anaenda katika jamaa wewe kama vile alama nyingine nao wewe upendo wewe na kusikilizana tuweze kujenga amani. Mara nyingi Mungu anakamatia wakati ambapo watu wote wanaangalia ili aweze pia kupima na kuangalia imani ya mtu. Kwa baba mmoja kuwajalia heri ya milele. Bwana tusikilize. Tunakuita Bwana, Bwana, tunakuomba Bwana, Bwana, utusikie. Bwana umhurumie marehemu ndugu yetu Ndike Mungwanga uliyompokea kama mtoto wako katika ubatizo. Umfanyizie sasa kafanane nawe na kuonana waziwazi na kukaa karibu nawe milele. Bwana tunakuita Bwana, Bwana, sikiliza sana taifa lako, tupatayo tunaokuomba kwa matumaini kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Amen.
tutukuzwe pamoja naye katika ufufuko wake. Na kwa sababu hiyo, Bwana, sisi pamoja na malaika tunakushukuru na kutukuza uwezo wako tukiimba bila mwisho mtukufu. Ndiyo maana Bwana, tunakuomba, tunakusihi ukubali kutakasa kwa mufia huyo matoleo tuliyokuletea yawe matakatifu, ili ageuke kuwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye mwenyewe siku alipotolewa alikuwa mkate, akakushukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Hakuna kitu ndio mwili wake Kristo. Yeye mwenyewe atukamilishe tuwe kwako sadaka ya milele, ili tupate kukaa pamoja na watoto wako kwanza pamoja na Maria Bikira mtakatifu sana, mzazi wa Mungu, na Yusufu mmoja Bikira huyu, tena pamoja na mitume na watakatifu wote wafiadhili watukufu wa Maria na Makanja, Abelupea na wenzake na watakatifu wote, tunatumainia maombezi na msaada wao siku zote. Tunakuomba Bwana, sadaka inayotupatanisha nawe waletee watu wote amani,
mwili wako mtakatifu. Wapokee pia kwa wema katika ufalme marehemu ndugu zetu, na wote waliofariki duniani katika mapendo yako, nasi tunakumaini tunaunganishwa nao. Tushibishe utukufu wako milele, ndipo utakapopangusa machozi yote katika macho yetu, maana tutakuona wewe Mungu wetu vile ulivyo na kufanana nawe milele, na tukusifu bila mwisho kwa ajili ya Kristo Bwana wetu, katika yeye umejalia dunia mema hayo yote.
alipitishiwa masomo pale mzee alitumika miaka mingi sana. Bwana asifiwe. Dada kuamka ni mapenzi. Asante sana. Kama tumepata hiyo neema ya kuja kusikiliza neno hapa kwa siku ya leo, ni neema kubwa, sababu tuko wenyewe anitegemea leo kuwa hapa havipo hapa. Wanaitwa mabafu au viko hospitali. Na neno lingine ya kuongeza, nasema pole ngambo ya washindi. Nasema pole ngambo ya tembo yeye mwenyewe. Nasema pole ngambo ya tembo kuona jinsi tuliishi. Tulishiriki leo tumeenda sisi wote pamoja. Tulikula sahani moja, tulilala chumba moja. Sikujua hata siku moja nabii aseme mimi huko ndugu yangu hata kimwili na kiroho. Nilikuwa najua tu kama iko ndugu katika neno la Mungu, neno la Mungu ndio tulikuwa tunashiriki. Lakini katika jamaa hakuna hata neno. Kumbe na mnyele wa makono naye anadamu sehemu kidogo katika jamaa ya Mungwara. Nasema pole kwa mama, mko mnaficha watoto yenu wa myomba. Huyu mnyele wetu alificha Mungwara kwenye alitoka. Mungwara tuliishi naye siku nyingi. Sisi tulizaliwa tuko mikono yake, tunakomanda, tunafundishwa na yeye pale Ushapelepole. Na mpaka hivi na sisi tunakuwa wazee. Hatukujua kama Mungwara iko kwa baba. Leo kwa hatua ya mwisho, Mungu abarikiwe. Kusudi tujue na sisi kama tuko damu kidogo iko mjamaa ya Mungwara. Mungu abarikiwe. Tembo yue tango leo huko ndugu yangu mwili na kiroho. Basi nasema hivi, huyu mpa yetu tango aliishi pale na mezaki bali hatukusikia matatizo yoyote iliyotokea pale ngambo yake. Anakuwa mzee, hatukusikia hata mwaveni hata mumunani hapa Uvira wanasema Mungwara ni mlozi. Huko wazee wamoja wako unasikia wakampiga majiwe, wakampiga masase sababu ya ulozi wake. Mungwara tusikia hata neno moja. Mungu abarikiwe sababu alilinda Ukristo wake mpaka mwisho wa dunia. Mungu amtarishie mwisho mzuri. Amweke pahali pema pale anapoweka wengine. Asante. Tunasema asante kwenu nyinyi wote, sisi jamaa ya watoto wa Luka Mungwara leo hapa present, na wale ambao mbali hawako hapa present. Kwa jumla tunashukuru sana, tunapiga asante. Mtani huu warasi kidogo mbele ya kuendelea, niko na nyimbo ya kuimbia papa. Ndio. Iko vipindi mbili. Kipindi ya kwanza ni kwa ajili ya mama Bikira Maria, na kipindi ya pili ni kwa ajili ya papa Mungwara na mama yetu Liliana. Oh, ciel,
Emiliana mama yetu na Mungwara Shushumura Liki Kimbishi. J'irai les voir un jour au ciel dans ma patrie, où j'irai voir Marie, Luc et Émilie, au ciel, au ciel, au ciel, j'irai les voir un jour, au ciel, au ciel, au ciel, j'irai les voir un jour. Asante. Kwa hiyo neema tunaomba sisi wote tukute papa na mama mbinguni, kwa sababu ndio makao yetu. Voilà, neno ingine ni kuambia eklezia asante. Eklezia mama, vraiment ni mama. Ndio kuna depo ya imani. Hakuna imani fasi ingine iko isipokuwa katika eklezia katolika takatifu iliyotoka kwa mitume. Na kweli kama kuko mwenye alipitiwa kidogo kudanganyika, sasa nilisema arudie kwa mama. Mtoto mwenye ana mama wanaitwa maibogo. Bebikwa na mama iko katika familia, wakilindwa na mama. Alo eklezia mama tunasema asante kwa kutuonea huruma na kwa kusindikiza maisha yetu kwa Shushumura kwa baba bibi. Vraiment tunapenda moyo ya kusaidia watoto wetu. Neno ya pili tutaomba juu ya machuku respect kumoroza nao tunaendelea kusema. Sijui kama dada atakuwa na neno. Nashukuru sana sababu Mungu alipenda baba yetu afike mbinguni. Tunampigia asante kwa sababu alishindikizwa na mama Bikira Maria. Tunasema asante. Tunasema asante kwa eklezia, kwa mapadri vraiment walijitolea, waongozi walijitolea kwa kukupa ukarisia kila sitimashi. Tunasema asante kwa Wakristo wote walifanya sala na wote waliotuunga mbali wala karibu na wote waliofika hapa. Basi baba yetu alitupenda sana. Nampigia asante baba yangu sababu baba mzuri sana. Tulikuwa na mwinga Msamaria mwema. Alikuwa anapana sana. Akiingia tu nyumba uiwe atapana. Na akikosa kitu wewe ampatia tapi upakuzi hata yashu. Manake alikuwa anapana hata salamu ya Bikira Maria anampatia. Anakosa kitu. Tunamshukuru kwa ile upendo kwa sababu ndio tuko tunaishi leo. Basi tunashukuru sisi wote kwa sababu hii maua tunatolea ni ya shukrani kwa sababu alifanya kazi sana. Alikuwa anaonyesha shapele. Ukikuwa tu na matatizo anaonyesha shapele. Sasa mama Bikira Maria hakuna dawa nyingine, atakutia tu msalaba mkiko na unapona na homa inaisha. Alikuwa na imani moja ya nguvu sana. Mungu alikuwa na mimba kule, anakula sisi tulikuwa ananiombea nizale Mungu. Anamuombea wakati. Ukikuwa tu na uko mbali, anakuja unaenda tu ngombe tu hata choo, anakupigia asante. Asante chakula pale kwake anakushukuru. Maana Yehova alikuwa anapenda sana sisi ya chama. Tunamshukuru kwa yote alifanya inakuachia mapendo. Mashukuru kabisa kwa sababu katika kupata jirani anaimba nyimbo ya utazame, utazame wana wako wa dunia, wema Maria. Hata alikuwa na jirani yeye kipinde kinafanya anafika na anakimbia na cheka. Maanake ukiimba tu Bikira Maria utazame unamtuliza pale anafika. Tunasema asante kwa yote aliyotufanyia. Mungu awabariki sana. Kwa ndugu, namshukuru Mungu sana kwa siku ya leo kwa kuona namna gani tulikutunza baba yetu vizuri na tulimtayarisha vyema. Tuko na imani na matumaini ya kuwa yuko mbinguni na nimwombee.
sababu amepiga vita vizuri na mwendo ameumaliza salama. Mungu apewe sifa zake. Hatujui tumpatie baba yetu katika gani, sababu atuonyesha njia ya Mungu. Tunampenda sana, tunamtolea maombi tayarika, lakini tuna imani ya kuwa atapata taji kubwa mbinguni, sababu alifanya kazi kubwa sana. Baba dike wende na amani. Emiliano atamkuta kule, mtuombee kwa Bwana Yesu Kristo ili kutupatia nguvu na upendo, tukaombe tupendane na kusameheana. Asante papa kwa yote, kupumzika kwa amani. Na nilipenda pia kumshukuru mume wangu Leonard, kazi yote alifanyia babangu kwa kubariki. Asante. Wandugu wa mchambo, mimi ni mwakilisha wajukuu, ni mjukuu mkubwa katika jamaa ya Luka Mungwara. Tuko wengi kama wataenea sijui, na wako hapa na wako hapa. Nilitaka kusema tu neno moja. Hawa washangazi wetu walikuwa hapa, unaoyao majina yao, kuna umoja, furaha, bahati, maisha na faida. Tukianza kungambo ya furaha, sisi wajukuu tuko na furaha sana ya pekee ajabu. Naweza sema Uvira mzima ama ya Kongo yote. Ona namna gani tulipata hii furaha ya siku ya leo ya kuzika tate yetu. Nilikuwa kuvoyager lundi, Monsieur Karate. Mardi wakapanga asubuhi ase hapana mtaenda fasi. Mercredi nafanya accident karibu kuua mtu. Mungu akanyepusha. Na ikala kubiro juzi jana nasikia haru napiga, mbona siaona shosho? Kumbe kwa nanga utaenda sitaenda fasi janvier na siaona wewe wajukuu wangu representant wa wajukuu. John niko nasikia furaha ya ajabu. Jina ile nilisema mwanzo. Tuzidi kumbariki Mungu kwa kuwa kweli shosho wetu aendi fasi. Tuko naye pamoja wa ndugu wangu, wajukuu wenzangu. Tukienda kungambo ya maisha, tuko na maisha kweli, ni maisha tulipata kupitia huyu baba. Leo tuko sio watu wajukuu mnatuona wako hapa. Tuko wenye kubarikiwa sana. Tulinyonya tulipata ile neema mizizi kupitia huyu baba. Ndio maana kweli wa ndugu, ni furaha kwetu sisi wajukuu wote wa Luka Mungwara na Emiliana na wote wako katika ufalme wa mbingu, bila kusahau sikujua wetu Nyakizuru. Asante. Ukienda kungambo ya faida kweli tulipata faida ya ajabu katika eklesia, hakuna maliponyoka. Leo tunaishi umoja, imani na mapendo. Ni ile ni faida kweli tulipata. Hapana mambo ya dunia ya kupita, yote iko bure ya kuoza, lakini neema tulipata yote iko vanite. Neema tulipata kwa baba ndio faida tuko nayo leo, na tuko na watoto wajukuu katika njia ya Yesu Kristo. Amen. Na ndugu, tukisema kungambo ya bahati tutanumia sana watu. Tuko na bahati ya upekee, tuko na bahati ya upekee ya ajabu sana kwa kuona kweli tate yetu alitia mikono tukikuwa naye pamoja kwa nyama wajukuu wote. Ile kwa bahati ya ajabu sana, na sio tu kwa ikiwa tena ubaraka ile hapa tunachukua mbinguni. Ndio maana tumejifunza hapa sasa, pata sema pale na roho yako ndio kwa Mungu atakusa. Na kwa roho yako tuko ya dunia tena na nafasi ile roho kwa Kristo tukiangalia msalaba na watu tunaangalia wajukuu wanasikia. Na niko na secret ni Joshua anaachia kwa mnitafute habari kwa upekee. Alisema mpendane na kuishi na amani na amani. Wewe uko nyuma wajukuu watarisha le grand frère nous pouvons pour la Thank you.
Mpango ya masomo sitasema mengi kwa sababu koordinateur kama yuko hapa au kama watumishi wake yuko hapa, akuje kusema mengi ya kupale hata kutumika. Mimi siyazaliwa Papa Mungwara alipomaliza masomo akawa mwalimu, na mimi nani nikazaliwa nikawa mwalimu, nikamkuta kushapele iko mwalimu, mwisho nikakuwa kasisi wake. Sina mengi ya kusema hapo, tunataka kama hivyo kwa watumishi wake akuje kuongeza mengi ya kwa kama watumishi wake. Kaka Adana Jambo, ninasimama mahali hapa nikiwakilisha Baba Monde Mtambala Delune, mratibu wa masomo katika Katolika katika jimbo letu la Uvira. Kwa jina lake na kwa fursa yake, kwa jina la washauri wa masomo za msingi kama vile sekondari, kwa jina la wakasisi wa masomo za msingi na za sekondari, kwa jina la walimu wetu za masomo za msingi na za sekondari, na wanafunzi ambao wanafundisha muda wa miaka 17, nikaalika walimu kama wako humu wapendezwe wasimame na sisi tumzunguke Mungwara tumpatie kwa karibu walimu wetu. Tunasoma kwa mbele, mimi na representante wa Mwanga kama vile msimamizi wa kwanza, na sikupenda nipende pia kuja na msimamizi wangu wa pili ambaye ilipale selon historique Baba Mungwara, na alikuwa msimamizi wa pili wa Mwanga. Ile ni historia ambayo kuelezea ambayo tukuja hapa Islam, na kwa hiyo tunapenda kuwa msimamizi wa pili naye ajulishe na hii mmoja. Kwa hiyo tunasema asante kwa jamaa yote, familia ya Kristo kama vile familia ya biolojia ambayo iko hapa, na tunawaomba tu kama tuungane na Papa Mungwara kuishi naye pale kwa Penibasi mizani za kwa parakiba wazee proche kuishi naye odela ya tisa na sikuona tatizo ya Papa Mungwara pale. Ilikuwa natokea hata tualete yangu inakuwa matatizo na tunajisaidia tualete yake pale siku kadhaa na sikuona hata shida yake. Hii ni mwanyaji ambao tunapanga kama vile wazee proche nenda kwa wazee wengine wenyewe, lakini hawakupata neema kufika, lakini nawasema kwa niaba yao. Amen. Na kwa hiyo tunasema asante kwa sababu kwa Bwana anatuachia wamama wawili ambao wiko mmoja katika shirika letu na ambao wasimama kwanza tuwaone. Hawa wamama ambao wanatia moto katika shirika Mwanga, na hilo tunatuka Papa Mungwara. Haleluya. Asante. Bila kawia na patia wangu
ndugu, hamjambo? Hamjambo tena. Sisi wa shirika ya Mwenga tunayo furaha kubwa zaidi. Tunafurahi kwa sababu Baba Mungwara hakukufa nyamavu. Baba Mungwara anakufa na taji ya ushujaa, kwa sababu kuna watu wengi wako district hapa chini ya jua. Tuko na Wakristo wengi lakini wako district. Ni yeye mzee alikuwa na ile courage ya kila wakati kuitisha padri akimpatia baraka na kumuungamisha na kumkomunisha. Baba anakufa na miaka mingi, 101. Haiko kila mtu ataieneza. Na kitu mmoja yenye ilinipatia experience juu ya mzee, alitayarisha watoto wake kweli. Alikuwa mzazi wa matayarisho na alikuwa anajua safari yake ataenda namna gani, kwa sababu wakati jana waliniita kwa telefoni wanasema mzee hali inabadilika. Nilipokimbia hapa kwa padri nilimkuta padri Jofe, na leo ndio nasoma tena misa ya mzee wetu, na alikuwa tayari kusema twende tusaidie mzee. Ya lazima yenye nilikuta nyumbani kwa mzee wangu ni imani ndio. Haiko kama vile kila mtu anakufa hofu mbele ya kifo. Wengi wanaogopa wakulia, wakujipigapiga, wao na wao. Lakini kitu nilishangaa kuona mzee iko na kutia na watoto wake wako na sali shapeli. Nilikuta mzee Baba Tembo na wadada zake wanazunguka mzee, wako na sali shapele ya kuonesha kama baba hakufi nyamavu. Baba iko na kulewa pole pole mikononi mwa mama. Ni mfano bora ya kuonesha kama mzee alitayarisha jamaa katika Kristo. Na sio watu tuko parking, kila mtu yuko parking. Hasa zaidi shirika yetu Mwenga yapata sasa mwaka 1.5 tunakufisha na wazia watu wadi katika shirika. Tulianza na msimamizi wa pili mwenye likomboa Mama Oda Kapororo alipata, watatu mzee wetu pale juu ya papa Kangere, na waine mzee anaenda. Ni kusema na mwalimu naye pia, yaani watu 5 wote wanatuacha katika shirika. Ni kusema Mungu yuko anavuna kushirika Mwenga. Tukue tayari na shirika Mwenga, tujitayarishe. Safari ya mzee inaendelea leo, labda kesho ni mimi, labda kesho ni wewe, labda kesho ni mwingine. Inawezekana matunda iko na hivya mshirika. Ndio maana tujikaze, tuwe tayari kwa kumsogelea Mungu. Jua tujui kama tutapata bahati ya kutayarishwa siku ya mwisho kama ya mzee. Tutasema tena pole kwa jamaa ya mzee Mungwara anayetuacha leo, lakini tunajua tuko na matumaini kama tutakutana naye mbinguni. Asante. Asante kuendelesha kipindi inayobakia kwa kanisa. Leo tunamsindikiza ndugu yetu katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Mungu alimupa maisha ya duniani na sasa anamuita ili amupe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake utauweka ardhini kama mbegu ya mwili utakaotukuka, na roho yake iingie katika raha ya milele. Tuombe. Tunakuomba Bwana, mpokee roho ndugu yetu Like Mungwara katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wako
Sasa tumpeleke ndugu yetu katika makaburini. Twatamani kuwa siku moja tutakutana naye katika uzima mpya. Asante. Nitambarikia. Bwana awe nanyi. Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani ya Kristo. Kwenye ukingo wa kaburi, mahali tutakapolaza na kupanda mwili wa baba yetu Luka Mungwara. Ni muda sasa wa kuweza kubariki nyumba mpya, mahali atakapoishi kwa umilele. Tuombe. Ee Mungu, ulibariki kaburi hili na uwaweke wa malaika wako watakatifu walilinde. Na huyu baba yetu Like Mungwara, ambaye mwili wake utazikwa humu, roho yake ifurahi kwako mbinguni pamoja na watakatifu wako bila mwisho. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana, watulize wote waliofiwa. Tuombeane sisi wenyewe ambao tuwasafiri hapa duniani. Mungu atuimarishe na kutudumisha katika utumishi wake mtakatifu. Twakuomba utusikie. Mungu Mwenyezi, kwa imani tunasadiki kifo na ufufuko wa mwanao. Funga licho moyo mtoto. Ulinifundisha mingi baba, ulinifundisha mingi. Antuka sina nini la kusema. Uende bien, mama yetu Emiliana akupokee. Tungoe situko nyuma yetu. Hatuna tu juba wanaweza kuibaiba ovyo.